Hivi mkono eti ningekukaribisha ndani ukalala ukastarehe. Haya mafanikio ungeyapata saa ngapi? Mimi nilikufukuza mpenzi wangu ukatafute pesa. Na ndio maana mpaka sasa hivi una pesa. Na kuona tumefanikiwa. Kuanzia sasa hivi futa neno mpenzi kwenye kinywa chako. Mimi sasa hivi mpenzi wangu ni pesa. Ambaye najua bila pesa nitadhalilika hapa mjini. Umenielewa sijui? Kama ulivyonizalau wewe. Huyu ndo mpenzi wangu. Mainyui mpenzi, mainyui baby, mainyui love. Ni duka sio kitu kingine. Haya, niambie mteja wangu, nikusaidie nini? Bwana, natoka mara moja. Sawa bosi. Yule bwana kananiambia karibia anafika. Hakisha anashusha gunia hizi 2. Sawa bosi. Sawa. Yaani ndugu yangu, kosa uliolifanya ni kumkaribisha yule ndugu yako katika duka lako ili muweze kushirikiana. Lakini mimi sijaona kama kuna tatizo. Na hususan yule ni ndugu yangu, unajua mtoto wa mama mkubwa kwa mama mdogo. Sasa na unaposema ni sababu ya mimi nashindwa kuolewa, unajua Wazulu wanasema balo. Hapo tatizo lipo. Ulipoamua tu kumwamini ndugu yako na kuamua kuanza kushirikiana naye katika biashara. Lakini unafahamu fika yule ni tapeli. Sasa kwa nini uliweza kumwamini? Uone kuwa amekuchezesha mchezo? Haiwezekani atokea mtu by the way. Anakuja kuulizia bidhaa ambayo katika duka yako haipatikani. Alafu kesho yake anakuja mtu anakuuzia ile bidhaa. Alafu bado unampigia yule bwana baada ya kuchukua ile bidhaa na umeshatoa pesa yako. Alafu yule bwana anashindwa kupatikana. Unasikia mdogo wangu pia ile nikuuliza. Kuna wakati anaweza akaja mteja dukani kwako. Lakini haujui kwamba huyu ni mwema, huyu ni mbaya. Kwani wangapi wanavunjiwa kwenye vibanda vyao vya pesa? Ni wengi wanavunjiwa. Lakini mimi nilimchukulia yule ni kama wateja tu, walivyokuja wateja wengine wema. Sikujua kama huenda yote angenitokea. Hapo wewe ndio unanifungua. Ni kweli, ila wakati mwingine inabidi uamini kuwa ndugu yako huenda amekuchezesha mchezo. Lakini mimi sipo kwa ajili ya kuwagombanisha. Ni wazo langu tu niliyotoa kwa fikira zangu ndogo, kwa sababu tukiangalia umri wangu bado kijana tu. Sipo kwa ajili ya kuwagombanisha ndugu yangu. Unajua kuna wakati kizazi cha Masamia mimi nawapinga akisema kwamba hamna akili. Nawapinga. Nimekuolewa mdogo wangu, lakini sio kwamba nimekuolewa kiundani zaidi. Hapana. Akili za kuambiwa changanya na za kwako. Ila shokali mdogo wangu, shout out sana shibele na kila kitu. Mimi nafikiri dua, acha nilifanyie kazi. Ni kweli. Sasa wacha nikushauri. Kaa fikiria kwa makini. Weka kufikiria kwa makini. Na imani utapata jibu ambalo liko sahihi. Nikisema niwe na sikio la kufa nisisikie dawa. Hapa wana walimwengu wanaweza kutafuta tabangi alafu kaniwekea. Basi niafanyie kazi maneno yake. Ushauri ulionipa nilifuata vile vile. Lakini cha ajabu kuna amebadilika sana. Vipi? Au amekata tamaa kutokana na aliyomkuta? Hapana, Mkono alikuja kwangu na kuniambia ukweli kwa nyumba aliuza. Lakini mchezo ukamfanyia mwenyekiti. Na cha ajabu hana hata shilingi 100. Aliniomba ili apumzike kidogo, lakini mimi nikamfukuza kama ulivyoniambia. Nikajua yule bwana ataenda kutafuta pesa kwa ajili yangu. Kawa na duka kubwa. Nikaenda dukani kwake kumpongeza, lakini cha ajabu kanijibu kwa dharau. Hadi niliona aibu na yani sijui hata nifanyaje, nachanganyikiwa mwenzako. Usijali, mkono ni wako. Linyeshe mvua, lishuke jua. Mkono ni wako na mimi nitahakikisha mpaka unaolewa shoga yangu. Ndoa unayo na unatamba nayo. Shusha pressure. Mambo mazuri hayahitaji haraka. Nakuaminia sana. Usiniangushe bana. Unajua nampenda sana Mkono. Usiwaze. Mimi ndo Nasla, mwingine photocopy.
yaliyotokea mamangu. Kuna wakati msamaha sio kila anayekwambia kwamba amekusamehe ni kwamba amekusamehe, lakini ni hali tu ya kupunguza maumivu katika moyo. Mtu anakuwa anafanya hivyo, na niliamua mimi kutotaka kumsamehe kaka yangu, lakini alichonifanya siwezi kumsahau. Walikuja watu dukani kwangu pale, waliambia kuna biashara wanataka kufanya na mimi. Siku 6. Unajua kabisa mtoto wako ni mpambanaji, na lengo la kupambana mamangu nahitaji tubadilishe maisha yetu mimi na wewe. Hawezi kuamini mama, niliwagea pesa nyingi, na hiyo ndo sababu ya mimi na kufilisika. Hapo sasa ndipo naamini ule usemi mchuma janga huwa na kwao. Ni kweli mimi naweza nikawa chanzo hili tatizo, kwa sababu mimi ndo niliruhusu wewe kumsamehe kaka yangu. Lakini nilifanya hayo yote ni sama ya dada yangu, jinsi alivyokusaidia wewe. Nami nikasema ngoja nilipe fadhila kupitia wewe kijana wangu. Lakini nilikwambia mama, hakutaka kunisikia. Ni kweli mwanangu. Leo nimeamini kwamba kweli huruma sio malezi. Lakini tusilaumiane. Dada yupi? Mimi nadhani hivi tusilimalize sisi peke yetu. Kwa sababu tutakapochukua hatua yoyote bila kumshirikisha dada, inawezekana sisi tukaonekana tumevutia kamba upande wetu. Lakini ile jambo linatakiwa tumfikishie dada, naye tupate mawazo yake. Sawa mama. Nahitaji ushirikiano wako kwa hili. Nitakuwa pamoja na wewe kwa hali yoyote ile. Hata wapi tutakwenda. Lakini kwanza naomba tufuatane mimi na wewe mpaka kwa dada, ili tupate kujua huu mwafaka tunafikia wapi. Hata mimi imeniuma mwanangu. Kile unachokitafuta sio peke yako, ni kwa ajili yetu sote, mimi na wewe. Sawa, twende mwanangu. Hodi. Bwana Kindepe, hodi. Kindepe. Naam. Naam. Na nini kwa Bila shaka sasa umekuja na hiyo pesa maana kule bondeni kuna viwanja vingi. Tena unaenda kuwahi unachokitaka wewe mwenyewe kule. Ndugu yangu, sikuja kwa ajili ya jambo hilo. Kwanza pia samani kwa usumbufu. Kindepe, nyumba yangu naipenda sana. Nimeuza nyumba yangu kwa hasara sana. Najutia nafsi yangu. Nimekuja kwako kuambia kitu kimoja. Yule mjeshi kama atatokea kuiuza tena ile nyumba, najua lazima dalali ndio atakutafuta. Usimtafute mteja mwingine. Nitafute mimi ili niichukue nyumba yangu. Kwa gharama yoyote ile, bado nahitaji nyumba yangu. Ozi maana msuta mtela manyuno kabosea ningelipataje msekelebwa. Baza, ina maana bado unania na ile nyumba tena? Mapya. Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kile ambacho nachokwambia kila siku, kama yule jamaa hawezi kuuza pale kwa sababu ana malengo ya kutengeneza gesti, hawezi kuuza yule. Nisikilize. Kweli ana mpango wa kujenga gesti pale, anataka kupabomoa, lakini watu wenyewe anawajua. Unaweza kutoa ile kanunua, labda anatafuta mtu mwingine ili aongeze hela, ili apate hela nyingi zaidi. Mara nyingi watu wengi wa Dar es Salaam hizo ndio biashara zao. Nyumba yangu nahitaji. Mimi najua watu wataiuza. Kwa naomba chonde ile nyumba nirudishe katika mikono yangu. Kwa sababu ile nyumba nilivyoijenga mimi ndo najua. Nimejenga katika ubora mkubwa kabisa. Kwa hiyo akinunua mtu mwingine zaidi yangu, leo itaniuma sana. Naomba na kuomba Kindepe, na kuomba. Kaka, mimi najua mpaka sasa hivi ushakuwa unajuta asilimia ngapi. Kwa sababu naona kabisa kwamba uliuza kweli kwa hasara. Sijui ni tamaa gani ambayo kuponza. Lakini natamani pia nikushauri, labda tuende kwa mganga hivi, tukajaribu kumloga, lakini nikimfikiria yule jamaa jinsi ninavyomjua mimi mwenyewe, yule usione kaingia jeshini kila slice anapandishwa vyeo, labda kaona kaokota. Yule mshikaji mwanga vibaya mno. Yaani pale alipo unaona anatembea yule, anatembea na jini mfukoni. Mimi nimewahi kuona kwa macho yangu sababu alinionyeshaga. Kwa hiyo naona kabisa kwamba hata kama tutasema tumzunguke, tutapotea sisi wenyewe. Yaani naogopa. Baza, yule jamaa sio less kama unavyomfikiria. Utapoteza muda bure kaka.
Achana na hizo habari. Mimi ushauri wangu brother, kama hiyo pesa ipo twende ukatafute kiwanja kingine bondeni kule mjaa kizota kule vikibao. Sawa, nimekuelewa ndugu yangu. Brother, narudia tena. Ningeweza kukushauri tumzunguke yule jamaa, lakini yule jamaa hawezekaniki. Maana pale alipo kokote utapomuona anatembea na jini mfuko wa nyuma. Brother, karibu tena. Karibu. Sawa. Kaitisha tena. Na maana plani zangu zimefeli. Sasa kama natembea na jini, unaweza kuuana huo. Shaipoteza nyumba yangu. Mimi mama yako niliamua kuacha pombe na kubadilika na kuanza kuswali. Na kama unakumbuka kikao cha mwisho, na wewe uliahidi kwamba na mimi nitaacha mambo ya utapeli na kudhulumu watu. Nitatafuta kilichokuwa cha kwangu cha haki. Tulikubaliana hivyo. Lakini inaonekana wewe hujabadilika. Unaendelea na mwenendo wako ule wa kutapeli watu. Kwa nini lakini? Mama, mimi nimeshaacha hizo habari. Na kuhusu kufungua duka, nimefungua duka kwa pesa yangu mwenyewe. Nimefanya biashara ndogo ndogo, nimepata hela, nimefungua duka. Nimemtapeli nani mimi mwingine jamani? Mbona vikao tena? Una uhakika unayosema? Lile duka hujafungua kwa nguvu zako. Lile duka umetapeli, na umemtapeli ndugu yako. Na kama unachosema kweli ni cha haki, na unasema ni kweli kutoka moyoni, sisi sote ni Waislamu mwanangu Mkono. Na tunaamini hiki kitabu. Na nimekichukua hapo kwa sababu ushike hii masahafu na kuwapa mara 3. Kama kweli mimi nimemdhulumu ndugu yangu, lile duka sijafungua kwa nguvu zangu, basi kupitia kitabu hichi cha Qur'ani ambacho sisi tunakiamini sote Waislamu, kinidhuru. Shika. Mama, huu ni msahafu. Ni ushike wa nini? Alafu tambua ni Qur'ani, haitaniwi. Jamani, nishike tena mimi? Kwanza sina uzu. Wewe Mkono, hebu acha kutufanya sisi punguani. Umenielewa vizuri? Nimetoka nyumbani kwangu kuja hapa ni kwa ajili tu ya heshima ya dada. Nimekuja hapa kutaka ukweli wote. Nachoomba ushike hiyo masahafu. Naomba nisikilize nikwambie brother. Sawa. Hakuna anayekuamini kuanzia sasa hizi. Tumetoka tulikotoka, tumekuja hapa kwa lengo la kutaka ushahidi. Sasa ni kwa nini hautaki kuonesha ushahidi? Ni kwa nini hautaki kutii sheria bila shuruti? Usinifanye nikatengeneza chuki katika moyo wangu, nikakuchukia wewe na mama yako mzazi. Machete, hebu sikiliza kwanza. Alafu hii kauli ya kusema mama yako mimi siipendi. Kwa maana wewe sio mwanangu. Hapana dada. Ni kweli amekosea. Ni hali tu ya kujibambanya. Msikilize mwana anavyosema. Kwa maana mimi sijazaliwa na wewe. Na wewe Machete, hebu tengua hiyo kauli yako. Nisamee mamangu. Nimeghafilika tu. Mama, nimepambana sana mwanao. Kila ninachokifanya sifanikiwi. Kiukweli siwezi kuacha utapeli kabisa. Kwa hiyo mimi naomba mamangu uniruhusu niende Dar es Salaam nikatapeli. Kwa sababu hapa kijijini kila namtapeli ni ndugu yangu. Naomba niende Dar es Salaam nikafanya utapeli wangu. Nikifanikiwa huko nika zangu za utapeli, najua huko nitafanya mengi makubwa na nitawasaidia nyinyi. Naomba uniruhusu mama niende Dar es Salaam. Kwa sababu ule mji mimi naujua vizuri. Uende Dar es Salaam ukatapeli tena huko. Uje tena na mali za zulma hapa. Mimi sitaki mali za zulma, Mkono, nishakwambia. Kama umeshindwa kutafuta cha haki hapa, huko mjini ndio utaanza kutafuta cha haki. Badilika kwanza nyumbani, alafu ndio enda huko mjini huko. Kama usikubadilika hapa mjini ndio utabadilika. Dada, usichokijua hapo ni kipi? Hilo somo alihitaji tusheni. Huyu ameshaamua kufanya hivyo. Lakini mimi yote haya nilifanya dada ni kwa ajili yako. Nilikubali mimi kumweka mwanangu Leani ni kwa ajili yako. Damu nzito kuliko maji. Nikosea sana Mkono. Jamani, mjini akili. Niacheni Dar es Salaam nikaitumia vizuri akili yangu. Sawa. Tuache sisi punguani tusokuwa na akili, tuendelee kubaki kijijini. Tukutafutie wewe ili ukipata na shida zako uje kuchukua. Jinga wewe.